Watu wanalia, damu inatiririka, hakuna usalama, amani imezimika, mitaa imejaa hofu, ndoto zimechoka. Kwa nini tunapigana? Nani atatoa jibu? Sababu ni nini? Ni siasa au tamaa? Kitaaluma hakuna makubaliano kamili kwamba vita ni muhimu. Lakini kuna nadharia mbalimbali zinazoeleza kwa nini vita hutokea na kwa nini baadhi ya wasomi hulai vina mchango fulani. Mchango huu si lazima uwe wa kimaadili, bali unaweza kuwa wa kihistoria, kisiasa au kijamii. Kuna nadharia zinazoona vita kama muhimu au visivyoweza kuepukika. Kwa mfano, nadharia ya realism inasema kuwa mataifa huendesha maslahi yao chini ya mazingira hatarishi. Hii utaipata katika sayansi ya siasa au uhusiano wa kimataifa. Migongano ni sehemu ya kawaida ya mfumo wa kimataifa bila serikali ya dunia. Hivyo vita si muhimu kwa maana nzuri, bali ni matokeo ya muundo wa dunia. Kuna nadharia nyingine ya maendeleo ya kihistoria ambayo ilitolewa na Marx na Engels. Baadhi ya vita vimechochea mapinduzi, kuanguka kwa mifumo dhalimu au kuzaliwa kwa taasisi mpya. Wanadai vita wakati mwingine huwa kichocheo cha mabadiliko ya kijamii. Kiti cha enzi au mioyo imepotea. Sababu ni nini? Dunia imejaa vita. Tunahitaji upendo, si chuki na giza. Sababu ni nini? Ni siasa. Kuna nadharia ya utendaji ambayo mara nyingi kitaalamu inaitwa functionalism. Wakati mwingine vita huongeza uungwaji mkono wa kitaifa, huunganisha jamii dhidi ya adui wa nje, vile vile hubadili teknolojia kwa kasi. Hii haimaanishi vita ni nzuri. Inaeleza tu kwamba vita vina matokeo ya kiutendaji. Wimbo wa majonzi, hakuna furaha, wakati umefika. Lakini kuna nadharia zinazoona vita si muhimu kabisa. Kuna nadharia ile ya liberalism. Hii inaamini kuwa ushirikiano wa kibiashara, taasisi za kimataifa, sheria unaweza kuzuia vita. Liberalism inaamini kuwa vita ni gharama zaidi kuliko faida. Lakini pia kuna nadharia nyingine ya maadili ya udhibiti wa mizozo. Hii inajikita hasa kwa kuzungumzia kuwa hakuna kiwango cha kimaadili kinachoweza kufanya mauaji ya watu wasio na hatia kuwa muhimu. Vita vinaweza kubadilishwa na diplomasia, mazungumzo na upatanishi. Watu wanalia, damu inatiririka, hakuna usalama, amani imezimika, mitaa imejaa hofu. Nadharia nyingine ni kuhusiana na utafiti wa haki za binadamu na amani. Hii inasisitiza kuwa vita si njia endelevu ya kutatua migogoro. Madhara ya kijamii, kiuchumi, kisaikolojia na kimazingira ni makubwa kuliko faida yoyote. Lakini swali ni moja tu: dunia isiyo na vita ingehitaji nini? Sababu ni nini? Ni siasa au tamaa? Kiti cha enzi au mioyo imepotea? Sababu ni nini? Dunia imejaa vita. Tunahitaji upendo, si chuki na giza. Wanasiasa wanasema, lakini hawatendi. Madaraka ni sumu, mahiri. Kwanza ingehitaji taasisi za kimataifa zenye nguvu sana, serikali ya dunia au mfumo madhubuti wa sheria za kimataifa, mamlaka ya pamoja ya kusimamia rasilimali, amani na migogoro. Pili, ushirikiano mkubwa wa kiuchumi. Hii nayo ni miongoni kati ya kitu ambacho katika alama hii ya dunia isiyo na vita ingehitaji nini. Hapa katika ushirikiano mkubwa wa kiuchumi, mifumo ya kiuchumi iliyounganishwa kiasi kwamba
gharama ya vita inakuwa kubwa mno. Ndani yake, biashara na uwekezaji wa pamoja huwa unapunguza migogoro. 3. Utatuzi wa migogoro kupitia mazungumzo. Diplomasia, mazungumzo, usuluhishi na upatanishi iwe ndo njia kuu. Dunia ingekuwa salama bila vita. 4. Usawa mkubwa wa kijamii na kiuchumi. Tofauti kubwa za utajiri au ukosefu wa haki hutengeneza misukumo ya kivita. Dunia isiyo na vita ingehitaji kupunguza ukosefu wa usawa kimataifa. 5. Mabadiliko katika utamaduni na fikra za wanadamu. Hapa kutoweka kwa ubaguzi, ubinafsi wa kitaifa uliokithiri, siasa za nguvu. Dunia bila vita ingekuwaje? Kuna faida na changamoto zake. Faida ambazo zingetarajiwa: rasilimali za kijeshi zingeelekezwa kwenye maendeleo, elimu, afya, miundombinu na mazingira. Ubunifu ungejikita katika ustawi. Teknolojia za kijeshi zingebadilishwa kuwa teknolojia za kiraia. Huko tungesema afya, nishati na usafiri. Vile vile kuongezeka kwa uaminifu na ushirikiano wa kimataifa, kupungua kwa vifo, ulemavu na msongo wa kisaikolojia. Na faida nyingine ni maendeleo ya haraka ya biashara na uchumi wa dunia. Wanasiasa wanasema, lakini hawatendi. Madaraka ni sumu, mahiri amependa kando. Kijiji kinawaka moto, watoto wanapotea. Je, kuna tumaini au hatma yetu imefifia? Ndege za vita juu, miguu yetu kwenye ardhi. Je, sisi ni vumbi tu au tunatamani? Sababu ni nini? Licha ya faida hizo, changamoto zingekuwa migogoro ya rasilimali, kwa maana ya ardhi, maji na nishati zinaweza kuendelea bila vita, lakini kwa njia nyingine. Vikwazo, mashindano ya kiuchumi, vita baridi, mashindano ya ushawishi, lakini vile vile kuna utata wa mamlaka duniani. Bila jeshi, mataifa yanaweza kuhitaji taasisi za kimataifa zenye nguvu. Changamoto nyingine ni kuhusiana na mabadiliko ya nguvu za kimataifa. Baadhi ya mataifa yanategemea nguvu za kijeshi kuimarisha ushawishi wao. Kubwa zaidi ni kwamba vita si muhimu kwa maana ya kimaadili, lakini kihistoria na kijamii vimetokea kuwa sehemu ya taratibu za mabadiliko ya binadamu. Dunia inaweza kuwepo bila vita, lakini ingehitaji ushirikiano mkubwa, taasisi imara za kimataifa, usawa wa kijamii na kiuchumi, utamaduni wa amani na mazungumzo. Kwa upande wa maadili na ustawi, dunia bila vita ndiyo hali inayofaa zaidi. Kitaaluma, uwezekano huo upo, lakini unahitaji mageuzi makubwa ya kimfumo na kitamaduni. Watu wanalia, damu inatiririka, hakuna usalama, amani imezimika, mitaa imejaa hofu, ndoto zimechoka. Kwa nini tunapigana? Nani atatoa jibu? Sababu ni nini? Ni siasa au tamaa? Kiti cha enzi au mioyo imepotea? Sababu ni nini? Dunia imejaa vita. Tunahitaji upendo, si chuki na giza. Sababu ni nini? Ni siasa au tamaa? Kiti cha enzi au mioyo imepotea? Sababu ni nini? Dunia imejaa vita. Tunahitaji upendo, si chuki na giza.